Hi guys, so I came and I occupied. Wapi wengine wenyu? Silifaa tukutane hapa Roysambu. Ama mlisahau tarehe? Where was everyone? I was there occupying by myself. Mpaka polisi wakanichukua wakaniweka kwa room, wakaniuliza maswali, wakaniinterrogate, and none of you came. Alafu venye nimekuja live, ati mnakuja kwa live yangu mnani address. Ati mnaniita nyoka, traitor, snake. Mnawezaje nita snake na nyinyi wenyewe hamjakuja? Kwa nini mko hapa mnafurusha mamawe kama hiyo ndio mlikuwa mnataka? Guys, I said what I said, end of story. I said what I said, end of story. This church is helping young people, okay? It is doing a good job helping young people. Sasa, mwenye anataka kuuliza President Ruto kwa nini halipeana 20 million, aambie President Ruto akuje hapa, tumuulize maswali. But the church has done nothing wrong whatsoever. I said what I said, end of story. Sasa hebu mcomment. Hello President William Ruto, my name is Lady Jacqueline and I am currently the #1 Kenyan TikToker. I am the most viewed and the most blogged currently on Kenyan TikTok. Now I do have an issue that I wanted to discuss with you, and it is that of young people. I would really love for you to be hosted by us in our court. I do run a court on TikTok. It's called the TikTok High Court of Kenya, where we do host all sorts of people. Okay, we need you to come to our court so that we can ask you some questions. Young people are not happy. Okay, they have many questions that they want to ask you. Mr. President, can you find time and come spend it with us so that we can ask those questions? Some of the questions we have are surrounding why you had to prioritize, giving money to a church over giving it to young people or investing it in schools. We do have many, many questions that we would like to ask you and perhaps make a few suggestions if possible. Sita blame TikToker yeyote mwenye wako na simu yake, si yeyote. We will blame specific. Tulikusanyika tukiwa watu 1500. Tukasema tunakuja ground. Huyo mwenye alikuwa ametuambia tunakuja anaitwa Lady Jacqueline kwa koti. Nikampigia simu jana nilimpigia simu. Nikamuuliza, "How is Lady Jacqueline? Mbona PK hajaarestiwa mpaka saa hii? Na track zake, movement zake tunampatia." Nikienda kusema kwa TikTok wanasema mimi ndio napeana leakage ya kule yuko ati anatoroka. Atoroki. Sasa huyo PK nawaambia ukweli, hata itafika mahali hata shikwa. Huyo Peter whatever mwenye alikuwa amebaka mtu pale. Amerep. Unajua ni kwa alisodomize wanaume kwa kanisa. That's all wrong. Ule Wariro. Mpaka sasa hajakuwa arrested. Do you know why? Because pesa zinatembea hapa na kule chini ya maji. Watu wanakuja live wanasema we are arresting. Who are you arresting? And how do you arrest someone and you are just a TikToker? We have given it to relevant authorities. They are not working because they are one and the same thing. So if police are cooperating with the criminals and the criminals are cooperating with the people who are influencers who are in Wakenya tunadanganyana kwa media. Let us stop lying to each other. For TikTokers. Akatoroka. That means ameondokea game. Ukiondokea game, kama Lady Jacqueline hakuwa anataka kuja kwa ground na hakuwa anataka kuoneka hata kama amelipwa, angejitenga na atulie bila kufungua hata hiyo live yake aende zake. Because hai watu wengi wamekasirika. So yeye na Kasongo is our enemy. Of course. Right now. That's Lady and Kasongo. Whatever we can do. Hata mimi nakwambia, lakini si alisema wamepostpone. Akatoroka. That means ameondokea game. Ukiwa TikTokers. Akatoroka. That means ameondokea game. Ukiondokea game, kama Lady Jacqueline hakuwa anataka kuja kwa ground na hakuwa anataka kuoneka hata kama amelipwa, angejitenga na atulie bila kufungua hata hiyo live yake aende zake. Because hai watu wengi wamekasirika. So yeye na Kasongo is our enemy. Of course. Right now. That's Lady and Kasongo. Whatever we can do. Hata mimi nakwambia, lakini si alisema wamepostpone. Wacha nikwambie, kuna mtu TikTok anakopa bundles anunue unga, na kuna TikToker kesi ikiletwa anapewa pesa kuzima hiyo, anadanganya wengine. Alipostpone aje?
Ana postpone kama nani tuanza? Alisema ati yeye ameona kazi yenye wao anafanya huko kwa hiyo kanisa iko sawa kabisa na ati ana support young people. So akaona hawafai ku occupy your church in that direction. Wanafaa kwenda huko. Nakuuliza swali. Sawa, acha nikuulize pia swali. Wakati Lady Jacqueline sasa anaona kwamba kazi inatendeka ni mzuri kanisani. Ile siku yenye alisema tu occupy alikuwa ameona nini? Ameona for TikTokers. Akatoroka. That means ameondokea game. Ukiondokea game, kama Lady Jacqueline hakuwa anataka kuja kwa ground, na hakuwa anataka kuonekana hata kama amelipwa, angejitenga na atulie bila kufungua hata hiyo live yake aende zake. Because sasa watu wengi wamekasirika. So yeye na Kasongo is our enemy. Of course. Right now. That's Lady and Kasongo. Whatever we can do it. Hata mimi nakwambia. Lakini si alisema wamepostpone. Wacha nikwambie, kuna mtu TikTok anakopa bundles anunue unga, na kuna TikToker kesi ikiletwa anapewa pesa kuzima hiyo, anadanganya wengine. Alipostpone aje? Ana postpone kama nani tuanza? Alisema ati yeye ameona kazi yenye wao anafanya huko kwa hiyo kanisa iko sawa kabisa na ati ana support young people. So akaona hawafai ku occupy your church in that direction. Wanafaa kwenda huko. Nakuuliza swali. Sawa, acha nikuulize pia swali. Wakati Lady Jacqueline sasa anaona kwamba kazi inatendeka ni mzuri kanisani. Ile siku yenye alisema tu occupy alikuwa ameona nini? What changes? What changed? Alisema yeye hakuwa amejua kitu inaendelea kwa hiyo kanisa. Alitembea huko. Sasa amejua ni kubaya ama ni kuzuri. Sema hivi. Wakati alipoongea wakisema tu occupy alikuwa njaa. Sasa ameshiba, amesahau. Kwa hivyo ni kitu alipewa tuseme hivyo. Ati nini? Ndio yake ni rafiki yangu. Si rafiki yangu. Sinajua mimi ndio naongea naye kwa simu. Umesikia? Hakuna kitu inaongoza Lady Jacqueline kama pesa na fame. Tell me ametoka United Kingdom kuja Kenya kufanya maandamano, anageuka wa Kenya akiwa hapa Kenya. Alikuwa amekuja kwa nini? What was her mission? This means she wants to be in the ballot box. But I want to remind her the truth. The same Gen Zs that you are betraying are the one who will be voting. Everyone from today should unfollow that lady on TikTok, on Instagram, on Facebook, on everywhere. That lady should be unfollowed. And I'm telling you the truth. Kwa hii Kenya wamefetch tu saa hii Wakikuyu wapigane. Tafadhali unganeni. Kwa sababu msipoungana mtaunganishwa. Saa hii hata kwa TikTok court tunafanya tu kesi tu za kabila moja. Saa hii tunafaa kwenda diverse. Kuna Masai pia mbakaji. Kuna Mkamba mlawiti. Kuna Mkamba muuaji. Kuna mwizi. Tunataka kuja kwa Wakenya. Tukue kama Kenya moja. Na hatuwezi kuwa kama Kenya moja kama tunatenga kabila moja tuwapige. Kama saa hii tunakusanya huyu tunawapiga. Tunakusanya kila siku tunawapiga. Kila siku kwa koti ni kesi ya kabila moja. Nimekuja kuona hivyo. Na nimekuja kuona mnaongea ukweli. Hiyo kuanzia leo hishe. Kama tunadili na kesi, nadili na kesi zote in a diverse way. Na in a way that is fair. Let's reject this TikTok lockout by Lady Jacqueline. Yani huyu mwanamke ni mnafiki. Let me tell you something. Na hawa watu ni kama wamehongwa. Mumesikia hiyo interview yake leo asubuhi. Ati if we could have known it deeper, we couldn't have actually come to occupy Jesus Winners. Yani nimesikiza venye huyo Pastor Mwai anaongea. Yani he has arrangements about the youths. Kwani wao wanafikiria watu kutaka kuanza kuoccupy that church, they had not done their analysis very well. Nimewapostia hapa vizuri sana the campaign. Hiyo church ilikuwa inafanya campaign ya Ruto 2022 at the screen during the worshiping time. And what are you trying to tell us, Lady Jacqueline? What do you know more about that church? Wacha kukua mnafiki, mumependa pesa na mumependa hongo. And this should stop. And it will stop from you, Lady Jacqueline. I'm not afraid to talk about it. Na siwezi ogopa kukuambia. Siwezi. I cannot stop addressing you. Kama mumefikia hapa, then this bullshit. Were you the one who actually gave the announcement of people going to occupy at Jesus Winners? Now you unajipendekeza hapa. Na kuweka lips sijui aje. Excuse you. TikTok lockout should be rejected. Iya Lady Jacqueline.
hii ya Lady Jacqueline inafaa ifungwe. Yes, I said what I said. Kama umepatana na hiyo interview, isikize vizuri. Ndio uone that huyo usikie kama huyo mwanamke si mnafiki. Aluta. Mimi siogopangi kuongea. Sometimes tunachukulianga Dana Rose ananga akili, lakini Dana Rose wonders. Alituambia Lady Jacqueline ndio mnamweka mstari wa mbele. Lady Jacqueline anaenda kuangusha bugulu. Yani leo ametufanyia betrayal in the city, mbele ya kanisa, mbele ya umati. Lady Jacqueline ameenda Jesus Chapel, akaruka futi 17. Akasema my name is Lady Jacqueline, I flew away from America. Na poda zake ambazo zinakaka vumbi, ni kama alifanya ni kama alienda katika kanisa na pikipiki, ama alikuwa anakimbia ndo asichelewe. Akasema mimi sikuwa nimekuja kwa hii kanisa kuoccupied, nilikuwa nimekuja kuangalia kama ni kweli Gen Zs huwa wanapelekonga Canada. She's the same woman mwenye ambaye alikuwa akipiga hapa makelele. She's the same lady mwenye ambaye alileta hii topic, people should go and occupied. Mbona una mislead others na wewe unafanya vitu vingine jamani? Why you misleading others? Mbona usisimame na msimamo wako? If kama kweli, mbona ulifanya paka wengine wakakuwa kama umefanya? That is not good. Jacqueline, sometimes tunachukulianga Dana Rose ananga akili, lakini Dana Rose wonders. Alituambia Lady Jacqueline ndio mnamweka mstari wa mbele. Lady Jacqueline anaenda kuangusha bugulu. Yani leo ametufanyia betrayal in the city, mbele ya kanisa, mbele ya umati. Lady Jacqueline ameenda Jesus Chapel, akaruka futi 17. Akasema my name is Lady Jacqueline, I flew away from America. Na poda zake ambazo zinakaka vumbi, ni kama alifanya ni kama alienda katika kanisa na pikipiki, ama alikuwa anakimbia ndo asichelewe. Akasema mimi sikuwa nimekuja kwa hii kanisa kuoccupied, nilikuwa nimekuja kuangalia kama ni kweli Gen Zs huwa wanapelekonga Canada. She's the same woman mwenye ambaye alikuwa akipiga hapa makelele. She's the same lady mwenye ambaye alileta hii topic, people should go and occupied. Mbona una mislead others na wewe unafanya vitu vingine jamani? Why you misleading others? Mbona usisimame na msimamo wako? If kama kweli, mbona ulifanya paka wengine wakakuwa kama umefanya? That is not good. You have messed Peter Kioi, you have messed Kidaiga. Yani umechukulia kama watu wengine wote ni fala. Yani umekuwa bribe wewe. Yani katika umri wako wewe unajua unaweza kufa anytime. Unakuwa bribe. Pesa tu ndo zinakuchanganya. Watu wakakubukia mpaka flight wewe gumegume. Yani wewe jamani, watu wa TikTok mnataka nini? Mimi tu naona saa hii sasa tu betray. Tupande tu gari tuende kwa hiyo kanisa, hiyo shule yake Nyambeko kwa milima hiyo, sijui inaombanga nani. Tuibomoroshe tu asikie venye watu wamesikia uchungu. Hapana, that is so bad. You're the same yani you are drinking wine, you are drinking water and you are preaching wine. We should go and occupy on Sunday. Then unafika kuona betria watu. Hivyo si vizuri. Hata ungeenda, you create peace. Uambie tu watu nimekuja nikaona there's no need. Wewe unaenda tu kinyume nyuma ya kanisa unasema ushuhuda wako wewe. Wewe na hizo mbako unafaa tu pigwe mpaka ungare uso wewe. Si vizuri. Mwanamke kuwa na heshima si vizuri. Lady Jacqueline hapana, umetumesa.